Asante. Kwa majina yangu ni Jane Semere. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Na ninamuaminia pakubwa. Nimekuwa usiku saa 9:30. Nimekuwa kwa maombi kidogo. Na wakati wa kumaliza maombi nikasikia mbwa yangu ikabweka. Mbwa yangu inalala kwa mlango. Nikasikia ikabweka na ikakuja kwa dirisha yangu ya bedroom. Na kwa sababu nilikuwa niko karibu kuamka kukamua, nikashaudi na nikaiambia saa. Na kidogo nikaamka. Ilikuwa saa 11 inapaki dakika 10. Nikaamsha wachukuu wangu wanitalishie maji niende nikakamua. Wakati huo wako ananiwekea maji, kuna wale huwa wanatangulia waende wanifungie ng'ombe ili niende nikamue. Mimi mwenyewe ndio huwa nakamua. Wakanibebea maji na mandoo. Wamefika nikiwa nyuma yao, wakaniambia shosho Jose ako kwa ng'ombe. Na mimi nilikuwa nyuma yao. Nimeenda nikapata Jose amesimama nyuma ya ng'ombe yangu. Ng'ombe yangu kubwa naita Maua. Nikamuuliza Jose, unafanya nini kwa ng'ombe? Kaniambia hakuna. Na hapo nikachukua hatua. Na nikapigia nyumba 10 wangu, chairman wa nyumba 10. Kajulisha mzee wetu wa mtaa. Na nikatuma wachukuu wangu waniitie jirani wangu wawili, Mr. Muyoma na Mr. Jotham Mafunga. Kweli wamekuja. Na vile wameona ikawa sasa chairman alikuwa ameita assistant chief na wamekuja. Lakini kwangu nina uchungu kubwa na nimestaajabu kwa maana gate zangu zote zimefungwa. Main gate nafunga na kufuli. Na gate za shamba ni 3 na nimefungwa zote. Alipitia kwa boma ya ng'ombe nyuma. Na uchungu wangu mwingi unakuja dhati. Hiyo ng'ombe ambapo Jose amejawa na manyoya kuanzia kwa kichwa, nguo zake zote ni manyoya ya ng'ombe. Kwa miaka 4.5 hiyo ng'ombe haijawahi pata dume. Na hiyo ng'ombe ninunua 1120. Na ni uchungu mimi kama mama. Ninatafuta kitu cha kunisongesha. Na kuna yule anakuja kuchafua. I'm very Kwa majina naitwa William Mchele. Mimi ni mzee wa mtaa huu Muungano B. Imekuwa kitu saa 12 kasorobo. Nikapata simu. Nyumba 10 ananipigia, ananiambia kimbia kwa Mama Betty, kuna jambo limetendeka huko. Na hata sikukawia. Nikakimbia kufika hapa. Kabla sijafika hapa, hapo nyuma nikaona pikipiki inatoka kwa hii boma inaenda hivyo. Nikafikiria labda huyu mama ni mgonjwa, amechukuliwa na pikipiki anaenda hospitali. Na nikakuja haraka, nikaingia hapa, kufika hapa nikaita nikapacha sauti ya kujua kama watu wako. Nikasikia ya mama mwenyewe hapo. Nikakuja, akaniambia kuja, nikakuja, nikapita hapa nikaenda huko mahali ng'ombe analala. Fika huko nikapata kijana ya jirani yetu ambayo ni Jose hapo kwa zizi la ng'ombe. Mimi kweli kabisa nilishituka nilipouliza Mama Betty, nini mbaya? Akasema nimepata huyu kijana hapa, nilikuwa ninakuja kukamua, nimempata kwa zizi la ng'ombe. Ninapomuuliza yenye alimpeleka kwa zizi la ng'ombe, yani ni kuongea kwake ni kama hata hajielewi. Mimi nikapigia assistant chief simu. Nikaongea na yeye kidogo akafika. Usia wangu mimi nasema tu, yani hata nimeshangaa sana kama vijana wenye sisi tumewalea kama watoto wetu.
wanapatikana kwa mambo kama haya, mimi nimeshtuka kabisa kama mzee wa mtaa huu. Na huyu Jose nimeshtuka vile amepatikana kwa hii boma. Sijui huwa anakuja kila wakati ama ni leo peke yake, lakini mimi nasema tu wale. Asante. Kwa majina ni Jackson Karakacha, nikiwa naibu wa chief katika sehemu ya Muungano sub location, second location, Kiminini division. Tuko katika area ya Muungano block B, na asubuhi vile mmeweza kuelezwa ni kwamba kijana kwa jina Joseph Kimani Barasa ameweza kupatikana katika zizi la ng'ombe akiwa na nia ya kuiba na vile vile pia kuifanyia unyama na kumfanya ng'ombe kama mke. So nataka kuonya Wakenya kwa ujumla kwamba area ya Muungano imekuwa ni area ya usalama zaidi, imekuwa area nzuri. Vituko kama hizi tunavikataa na tunavicondemn. Hatuhitaji watu kuja kufanya wizi katika area yetu. Na naomba Wakenya kwa ujumla msikanyake Muungano kwa ajili ya wizi. Muungano tumejipanga, tuko na security team, tuko na polisi ambao tunashirikiana na wao katika patrol, na vile vile pia tumejipanga katika hali ya maombi. Ukikosa kunazwa na security team, ukikosa kunazwa na polisi, utanazwa na maombi. Na hivyo basi ninaonya Wakenya, ningependa area yangu kuja tufanye maendeleo, tushirikiane katika hali ya maendeleo. Lakini kwa mambo ya wizi, ninaonya kila mmoja waache hiyo appetite ya wizi. Sina lingine, nasema tu pole kwa mama ambaye ng'ombe yake imeweza kufanywa unyama na mtu kupatikana kwa hiyo boma. Nasema pole, na kwa wanamuungano nasema tuendelee kuwa na utulivu, tuendelee kushirikiana ili tuangamize vituko kama hizi. Asanteni, Mungu awabariki.